Samahani dada, unasumbuliwa na nini? Hebu nani? Kaa kwanza. Vipi, unaweza kutembea? Amoy. Ndio. Unajua wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Na siwezi kukuficha jambo lolote. Ukweli mimi kuna mwanamke nimetokea kumpenda sana. Na sio mwingine ni Zuru. Ila nimejaribu kumwelezea kuhusu hisia zangu. Ila bado amegoma kuzipokea. Na kuna namna nimejitahidi kumwonyesha kuwa ni jinsi gani najisikia kuhusu yeye, hasa maumivu ndani ya moyo wangu, lakini bado amegoma kuelewa hisia zangu juu yake. Ila inavyosemekana kuna mwanaume ambaye anampenda yeye, ila sijafanikiwa kumfahamu ni nani. Oh. Kwa anayekunyima furaha yako ni mwanamke, sio? Hilo swala la kuhusu huyo boya, wewe ni ambaye niachie mimi. Talifuatilia hilo. Ila kuhusu huyo mwanamke, mimi naomba uendelee tu kumfuatilia. Najua kuna muda tu atakuelewa. Wewe kuhusu swala la huyo mwanaume, wewe naomba niachie mimi. Wewe ndugu yangu, siwezi kukutupa hata siku moja. Yaani kuhusu huyo jamaa anayefanya wewe mpaka Zuru anashindwa kukuelewa, naomba niachie mimi. Bwanamo. Ndio. Utakuwa umetisha sana. Unajua mimi nikimpata Zuru, moyo wangu utakuwa ni moyo mwenye amani muda wote. Wewe kwa hiyo hata usiwazi yani. Sema nini mwanangu sasa? Unajua leo msisomeki yani, afu sielewi kipengele hapa. Ndio mambo yetu yale tumbo kidogo Usiwazi ndugu yangu. Yaani humo ndani kuna chochote kitu tunaweza tukaingia tukapata tu. Okay sawa. Chimbe basi.
Karibu sana. Asante. Kumbe upo huku. Karibu sana Zuu. Nimeamka asubuhi nikaona nipalie mahindi yangu hapa, ila nimefurahi sana kukuona. Unaendeleaje? Lakini mimi namshukuru Mungu, toka ile siku naendelea vizuri. Pia asante kwa msaada wako, maana bila wewe kutokea ile siku sijui hata ingekuwaje. Kwanza nimshukuru Mungu kwa sababu unaendelea vizuri, lakini pia niseme samahani. Ilitakiwa mimi ndo nikufuate kuja kukujulia hali, lakini cha ajabu wewe ndo umekuja. Nisamehe kwa hilo. Samahani kaka, kuna jambo naomba nikuulize. Bila shaka, uliza. Hivi umeoa? Kulikoni? Mbona mbio? Mkuu, sina maneno mengi. Nadhani unajua kwamba mjukuu wako anatakiwa kulisi shanga na anatakiwa asiwe na mwanaume yoyote, lakini kwa macho yangu mawili nimemwona mjukuu wako akiwa na mwanaume wanabusiana. Mkuu, imeniuma sana. Mkuu, siamini mjukuu wako ana mwanaume, tena wakiwa kwenye romantic. Mkuu, Mapunye, sasa hivi mwendee mtaratibu, mkamleta huyo kijana akiwa amekufa au akiwa hai, na mhitaji sasa hivi. Umenielewa? Nimekuelewa mkuu. Moscow dali tu, Moscow dali ke, Kerigapota, mimi kirie. Mkuu, hilo limeisha. Kiukweli mimi sijaoa. Naishi mwenyewe tu, yaani nipo single. Sawa, furahi kusikia hivyo. Naomba nikuache, maana muda umeenda. Sawa, ngoja nikutoe. Ai, vipi mtaratibu? Huyu bwege umemkuta? Hapana mkuu, huyu bwege sijamkuta. Teli masu savaluse balitesa balneonge. Huyu bwege ameatimba na lazima nikamwambia mkuu kwamba tumemkosa ili amkamue mwenyewe. Ai, mshedede twende.
Mwenyekiti, nadhani siku ile nilikupita pale nikiwa mbio, tukashindwa kusalimiana vizuri, na nilikuahidi kuwa tutakutana kwa mara nyingine, tutazungumzia lile swala. Swala lenyewe ni kwamba kiufupi, mwenyekiti, tuna janga kubwa sana kwenye hichi kijiji. Ile siku nimetoka shamba nikiwa nimebeba ukuni wangu begani, nilimshuhudia Bibi Zuu akiyeyuka ana kwa ana hivi, akiyeyuka akipotea kabisa kichawi. Kile kitu kilinishtusha sana, ndio maana nilikimbia na kupita kwa kasi kiasi kile. Kinachoniumiza zaidi mwenyekiti, kuna yule binti anaitwa Vero, yule dada mnene mweupe. Mara ya mwisho amekuja kunisalimia nyumbani kwangu. Wakati namuelezea habari zinazohusiana na Bibi Zuu alitokea ghafla, na nilipokimbia yule binti hajaonekana mpaka leo. Na ndio hilo swala ambalo wewe mwenyekiti umechukua mgambo wako, anazunguka kila kona wakimtafuta yule binti. Hiyo siri naijua mimi, Bibi Zuu atakuwa alihusika na hicho kitu. Sasa nina wasiwasi anaweza kama amemuua au sijui amemhifadhi wapi mtoto wa watu jamani. Ila jua mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti wa hichi kijiji, unaruhusa kutulinda sisi wananchi wako. Sasa basi, usipokuwa makini na Bibi Zuu kumhamisha katika kijiji hiki, tutaisha wote. Manya tumemkosa. Sijui tunafanyaje mkuu. Ai, shedede. Hii kazi niachieni mimi. Kwa sasa najua alipo. Mnaweza mkaenda. Nimekuelewa sana bwana Kevin. Mimi mwenyewe nilishtuka sana. Ila siamini hicho unachoniambia. Inawezekanaje hii? Sielewi. Ila nimekusikiliza. Kama mwenyekiti wa kijiji hiki, nitafuatilia hili jambo. Na huyu binti amepotea katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha sana. Kumbe imekaa na hangaika. Kumbe unalifahamu hili? Bibi Zuu ndio kila kitu. Yaani Bibi Zuu ndio chanzo na tatizo kubwa katika kijiji mwenyekiti. Ukimuondoa huyo mambo. Kwani bwana Kevin, ulikuwa ufahamu hili? Maana kama nimehangaika muda mrefu sasa. Tunahangaika na hili swala. Kumbe ulikuwa nalo ndugu yangu, hawataki kutuambia. Mwenyekiti. Yaani paka mimi kunyenyua mguu wangu kuja kwako. Jua amenifika hapa. Mwenyekiti, yaani huyu bibi ukimuondoa katika hichi kijiji ndio usalama wetu sisi wananchi wako. Hiyo imeisha. Mwenyekiti!